Shalom, ni mtumishi wa Mungu Derek Michael, ni ukaribishe kuweza kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok. Usahau kushare, kulike pamoja na kucomment. Share ujumbe huu na share video hii kwa watu mbalimbali ili waweze kupata ujumbe wa Bwana kwenye maisha yao. Ni ukaribishe kuendelea tena na somo letu ambao tulianza nalo, maandalizi kwa ajili ya mafanikio. Tulianza na vipengele cha kwanza ambavyo tulikiangalia, lakini pia kipengele cha pili. Leo hii ni tunaenda kuangalia kipengele cha tatu ambacho ni kipengele kinachohusu vitu au mambo ambayo tunaweza kufanya na akazuia mafanikio yako kuweza kutokea ama yakachelewesha mafanikio yako kuweza kutokea. Biblia inasema katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 5 na mstari ule wa 3, kulikuwa kuna jamii ya watu wengi waliokuwa wamepooza, jamii ya watu wengi ambao waliokuwa ni viwete. Hawa watu walikuwa wanasubiria malaika ashuke ili ayatibue maji, na atakapokuwa ameyatibua, yule wa kwanza atakayeingia kwenye birika ndio atakuwa amepona ule ugonjwa. Tunao watu wengi kwenye maisha wanakaa katikati ya watu ambao hawawezi wakawasaidia kuweza kupiga hatua. Watu wengi kwenye maisha hawafanikiwi si tu kwa sababu wana mtazamo wa chanya wa kuweza kufanikiwa, lakini zipo sababu ambazo zinazozuia watu kuweza kufanikiwa. Na sababu moja wapo ni kukaa katikati ya watu wasioamini, au kukaa katikati ya watu wasiokuwa na imani moja naye, kukaa katikati ya watu wenye mizao, kukaa katikati ya watu wasio sawa na wewe ambacho unachokitaka. Biblia inasema enendeni na wenye hekima nao utakuwa mwenye hekima. Ukikaa katikati ya watu wasiokuwa na hekima utakuwa huna hekima. Na hekima ni kujua kipi cha kufanya ili uweze ukafanikiwe. Hekima ni kutambua kitu gani unachotakiwa ukifanye na kwa wakati gani. Ukikaa katikati ya watu ambao wasiokuwa naelewa hata muda ambao walionao ili kuweza kuutumia kuweza kupata mafanikio, utakaa na utaasilika na tabia ya wale watu. Ukikaa katikati ya watu ambao ni wenye hekima wakiwa 5, ukiwahesabu vizuri watakuwa watu 6 na wewe utakuwa mtu wa 6. Ukikaa katikati ya watu wasiokuwa na hekima, usipowahesabu vizuri na wewe utakuwa mtu wa 6, maana yake utakuwa ni mtu asiye na hekima. Kwa sababu Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi ya 1, heri mtu asiyeketi mabarazani kwa watu wenye mizaa. Ukiketi mabarazani kwa watu ambao wasiokuwa nataka kufanikiwa, kwa watu ambao wenye kulalamika, sawa sawa na hawa watu ambao walikuwa ni wagonjwa, walikuwa wakisubiria tu kwamba paka malaika ashuke. Ndio maana kuna mtu mmoja huyu aliyekuwa ni mgonjwa kwa miaka 38, Yesu ameshuka, anamuuliza unataka kuwa mzima? Bado anaendelea kulalamika. Kuna watu hata ukiwapa kila kitu ambacho wanachokihitaji bado hawataweza kufanikiwa. Kuna watu hata ukiwapatia mtaji bado wataendelea kulalamika, bado hawajapatiwa elimu ya kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo kukaa katikati ya watu wasiokuwa na imani, kukaa katikati ya watu wasiotaka mafanikio, kukaa katikati ya watu wasiotaka kujipambania, kukaa katikati ya watu wenye malalamiko, ndiko kunafanya uendelee kukaa pale pale na usiweze kupiga hatua. Kwa hiyo mafanikio yako yanacheleweshwa kwa sababu ya watu ambao uko nao. Watu ambao uko nao ndio wanaasili maisha yako ulionayo. Ukiwa mtu ambaye unakaa na watu wenye maono makubwa, watu wanaokupa challenge, lazima akili yako itabadilika, mtazamo wako utabadilika, imani yako itabadilika, utaanza kuenenda sawa sawa na wao wanavyoenenda. Ndio maana Biblia inasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Hii kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine si tu kukusanyika, bali kuweza kujengana imani. Biblia inasema mchunguzeni imani zenu, mchunguzeni imani zao, mkiziona zinafaa igeni. Kumbe Biblia inaruhusu hata kuiga imani kutokana na watu wengine. Kumbe tunapochangamana na watu wengine kuna kitu kipya, kuna vitu tunajifunza kutoka kwao ili kuweza kufanikisha maendeleo ya watu ambao tupo nao, ili kuweza kufanikisha maendeleo ya sisi wenyewe binafsi. Kile kitabu cha Marko sura ya 9 ule mstari wa 23 mpaka wa 24. Baba mmoja mtoto wake alikuwa ameugua na alikuwa anatokwa na povu. Pepo wamemsumbua. Wanafunzi wake Yesu wakaenda kumwombea yule pepo. Bado yule pepo hakuweza kutoka. Bado yule pepo hakuweza kumwachia. Alipoenda kwa Yesu akamwambia, nisaidie kutokuamini kwangu. Unaweza ukawa na maono makubwa, unaweza ukawa na ndoto kubwa, lakini kinachokufanya usiweze kufanikiwa ni kutokuamini kwako. Biblia inasema Enoch alihesabiwa haki kwa sababu ya imani.
alionekana ni rafiki wa Mungu kwa sababu ya imani, kwa sababu imani ndiyo inampendeza Mungu. Pasipo imani hauwezi ukampendeza Mungu. Kutokuamini kinyume chake ni kutokumpendeza Mungu, kwa sababu imani ni kuamini vitu ambavyo havionekani, ni kuamini vitu ambavyo hakipo, lakini unakiamini hiki kitu kitatokea. Mungu haonekani na hakuna aliyewahi kumuona Mungu, ila kwa imani tunaamini Mungu yupo. Mtu anasema nimemuona Mungu, si kwamba amekutana na Mungu, ila anaongea kwa imani kupitia mambo ambayo Mungu amemfanyia, na anasema nimemuona Mungu, nimemuona Mungu akiwa kwenye maisha yangu, nimemuona Mungu akigusa maisha yangu, nimemuona Mungu akiyainua maisha yangu. Kumbe kwa sababu ya imani tunahesabiwa kuwa na haki. Haki yoyote ambayo tunayotaka ili tuweze kufanikiwa. Biblia inasema katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 38, mwenye haki ataishi kwa imani. Andiko hili limerudiwa zaidi ya mara 3 kwenye Biblia kwa mistari tofauti. Mwenye haki ataishi kwa imani. Naye akisitasita, Biblia inasema naye akisitasita, ukisita kwenye jambo lolote lile, kusita ndio kule kukosa kuamini, ndio kutokuamini. Ukisita kutokuamini kwenye kila ambacho unachokiamini kwamba utafanikiwa, tayari hapo umeshaingia kwenye kitu ambacho kitakufanya usiweze kufanikiwa. Yeye anasema kwamba naye akisitasita, roho yangu haitakuwa na furaha naye. Roho yangu haitakuwa na furaha naye. Roho yangu, my spirit will have no joy in him. Roho yangu haitakuwa na furaha naye. Maana yake kwamba Mungu hatapendezwa na wewe kwa sababu ya kutokuamini. Kwa hiyo ili uweze ukafanikiwa kwenye maisha yako, jijenge kuamini. Hata kama wengine hawaamini, wewe amini kwenye hicho unachokiamini. Inawezekana mazingira yakawa yanazungumza tofauti na wewe ambavyo unavyokuwa unaamini. Inawezekana watu wakawa hawakuamini. Watu unawaelezea kuhusiana na maono yako, lakini watu wanakupinga kwamba hiyo jambo haliwezekani. Jiulize yule mtu ambaye aliyekuwa na buni kwamba ndege, kwamba siku moja tuwe tuna ndege na chombo ambacho kitakuwa kinaruka angani na kitakuwa kinachukua muda mrefu. Mara ya kwanza alipokuwa anawasilisha hili wazo, watu walimpinga. Hata yeye mwenyewe alipokuwa anaendelea kufanya majaribio ya kuweza kutengeneza, bado alikuwa anapitia kwenye changamoto mbalimbali, alikuwa anapitia kwenye vikwazo, lakini hakukata tamaa. Ndio maana leo hii tupo. Kumbe kuna vitu ambavyo watu wanavyo, kuna kitu ambacho unacho lakini hakijaonekana kwa sababu umeacha kuamini, au unaogopa watu wanavyokuwa wanasema, au unaogopa mazingira yalivyo. Kuna vitu ukifanya, Mungu ameweka vitu kwa kila mtu. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani hasipokuwa na kusudi. Lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako ukalifanya, utashangaa kwamba kuna kitu umeleta, kitu kipya. Kuna watu wapo dunia hii kila kukicha wanafikiria kuwa na kitu kipya, wanafikiria kufanya jambo jipya, lakini wewe unaogopa. Kumbe jambo lako ungelifanya lingeweza kwenda kwenye ulimwengu, lingeweza kwenda kuwasaidia watu mbalimbali, lingeenda kuwasaidia na kuwainua watu wengine. Leo hii tunatumia chombo cha usafiri, tunatumia magari. Zamani kulikuwa hakuna. Kama huyu mtu ambaye aliyefikiria, au hao watu waliofikiria kuhusiana kutengeneza magari, kama wasingeona, wangeliona ni kwamba haiwezekani, au wangeliona ni kwamba hili wazo haliwezi likafanikiwa, leo hii tusingekuwa na vyombo vya usafiri. Huyu mtu ambaye aliyefikiria kwamba watengeneze ndege, kwamba kuwepo na chombo ambacho kitakachokuwa kinaruka angani, kama asingelifanya hili wazo, leo hii tumekuwa tunatumia muda mrefu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini leo hii kwa muda mchache tunasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ya huyu mtu ambaye aliyeweza kufikiria na kubuni uwepo wa ndege. Nikuombee kwa Mungu akusaidie. Weka imani yako kwa Mungu. Amini kwenye kile unachokiamini. Biblia inasema mambo yote yawezekana kwake yeye aaminie. Lolote ambalo umelikusudia Mungu atalifanya. Wewe amini tu. Mungu ni Mungu wa mambo makubwa. Mungu hashindwi na jambo lolote. Amini na Mungu atalifanikisha sawa sana unavyotaka. Kaa katikati ya watu wenye imani, lakini kaa katikati ya watu ambao wanaotaka kufanikiwa. Mungu akusaidie sana, ubarikiwe na Bwana. Amina.